Ilagano mama, ilagano. Ilagano, ilagano mama, ilagano. Ilagano, ilagano mama, ilagano. Ilagano, ilagano mama, ilagano. Ilagano. Swedi mwanangu. Kondo muamua kukatisha uhai wangu kwa tamaa zako za dunia? Hapana baba. Hapana baba. Nakwambiaje? Sehemu nilipo na wewe utakuja. Baba! 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 Swedi kaka. Vipi kaka? Baba. Kaka. Vipi, kuna nini? Yuko wapi? Wewe kaka, mbona uko hivyo? Mimi sikuelewi kaka, mbona hivyo? Baba yuko wapi? Baba. Wewe kaka, mbona hivyo? Ilagano. Ilagano, ilagano mama, ilagano. Ilagano. Bibi. Bwana Swedi. Kwa hii ya leo too much. Mkuu, nilikuwa nawa. Nimetoka kunawa. Narudi tu, nageuka nyuma. Baba ananiita. Cha ajabu zaidi, maneno aliyoniambia ni mazito. Ila kikubwa zaidi, kaniambia nitampata huko alipo. Yaani hapo mzee ndo nimevurugwa. Bwana Swedi. Naam. Hilo ndio kukuleta wewe mbio? Mkuu. Sio kukuleta mbio. Hilo ni vitu vya kawaida. Kwanza mzee wako alishafariki siku nyingi. Ndio na mimi nashangaa mkuu. Na nyama tumekula kama unakumbuka. Ndio mkuu. Hapo ndo nimeshangaa leo. Lakini Swedi, nilikwambia masharti mbona hukutekeleza? Uliwahi kuleta maji ya maiti ya mwanzo? Hapana mkuu. Sasa kumbe kipi cha ajabu? Kazi ya kiuchawi tukikuelekezeni lazima itimie. Mkuu, naomba nisaidie mkuu. Nikusaidie nini? Sasa nitakusaidia. Tafuta chumvi ya mawe. Umenisikia? Hebu tulia sasa basi. Tuliza akili yako bwana Swedi. Nakusikia mkuu. Tafuta chumvi ya mawe. Tafuta njugu mawe. Tafuta na choroko. Uende kwenye kaburi la babako eneo la kichwani uzipande. Ukisha kuzipanda wewe rudi nyumbani. Hayo yote haitotokea. Umenielewa? Mkuu. Nimekuelewa, ngoja nikaifanyie kazi hilo swala sasa hivi. Yaani sasa hivi. Watoto bado wadogo, mnataka kazi kubwa. Ilagano mama, ilagano. Ilagano. Vipi tena? Mbona unakuja bila taarifa afu unakuja kurupu? Vipi unakimbizwa huko? Yaani mganga, hapa nimemtoroka mume wangu. Na sitaki ajue kabisa hiki kinachoendelea. Mganga, watu wanisumbua sana. Yaani sina amani kiukweli. Naomba unisaidie. Na watu lazima wakusumbue kwa sababu wanamtaka yule mtoto. Afu nikwambie, so kila mganga mnaenda ni waganga wa kweli, wengine waganga feki, wengine wachawi. Nenda kuombaomba mavitu huko, mwisho wa siku ndo anawakuta. Sasa nitafanyaje mganga? Mimi nilikwambia tangu kipindi kile kwamba mimi dawa ninayo moja. Dawa ninayo moja. Na ukasema mwenyewe nimkinge mtoto wako. Na mimi nimemkinga mtoto, yaani kuhusu swala la mtoto pale hakuna shida yoyote. Hakuna yoyote atakayemsogelea. Yaani hawa wasumbui kabisa. Hakuna yoyote atakayemsogelea mtoto wako. Mganga, vipi kuhusu mimi? Mbona anisumbua sana kila nakopita yupo. Yaani mpaka anafikia hatua sasa hivi sina amani. Mtoto wangu naufia mganga.
Kuhusu wewe itabidi upambane tu. Kuhusu hakuna shida. Madhali mimi nishamkinga mtoto yule ambaye wewe ndio umetaka nimkinge. Basi wao wataweza kukusumbua sana. Yaani mpaka sasa hivi nafikia tu anaenda kwa mume wangu. Naogopa mume wangu ataje kujua kila kitu. Na mume wangu hapendi hata kidogo mambo ya waganga. Nahofia. Labda anamtaka. Mume labda anamtaka. Mganga hapana. Nahofia mume wangu kuja kujua hili. Kama mimi nimeenda kwa mganga kuomba mtoto. Nahofia nitakuja kuachika. Mimi naipenda ndoa yangu mganga. Umefuata nini kwangu wakati mimi na wewe ni maasimu wakubwa sana? Ukiona nimekuja basi jua kuna jambo. Una jambo gani kwangu wakati mimi na wewe, mimi na wazazi wako tayari ushamalizana? Nimekuja kukumaliza. Utoweza. Kuhusu swala mtoto nikutoe hofu, lakini kuhusu wewe nitakupa kinga. Sawa? Kamata. Kamata. Shika kamba chini. Umeona hii? Inafanana nini? Sijui. Hivi tulivyoshika imekaa kama nini? Hii ni fundo. Umeona hii? Ani ndio kuisha kazi. Hii hakuna yoyote atakaye kusogelea. Na kuhusu mtoto, ile ilompa inamtosha. Ila baada ya miaka 5 na uwezo kuifuata nyingine ujinini nikamuongezea. Sasa shika hii. Hiyo itakusaidia. Lakini kuhusu mtoto nikutoe shaka. Hakuna yoyote atakayemsogelea. Sasa Na naenda kuweka wapi? Hiyo matumizi yake bwana, weka kokote pa. Kokote panapojisikia weka. Sasa kaeke wengine uionekane hapo, wewe utajua mwenyewe. Lakini hiyo weka kokote pa. Asante mganga. Sawa. Ngoja nimwahi mtoto mani mwachakalala hapa. Asante. Sawa, karibu. Kaniambia twende Kindamba, kaniambia twende. Wewe ni mkubwa kiumbo tu, ila kinguvu unifikii. Ni mtoto mdogo sana wewe. Usijidanganye. Ngoja uone namba. Nilikwambiaje? Una nguvu wewe. Sasa ngoja nikuonyeshe zangu za ukubwa. Nashukuru vijana wangu kwa kufika mapema. Mkuu wa kule ashatuambia anatusubiria sisi tufike. Mmenisikia? Sawa. Haya, safari njema.
ilagano mama ilagano. Ilagano, ilagano mama ilagano. Ilagano, ilagano mama ilagano. Ilagano, ilagano mama ilagano. Karibu mjomba. Asante mjomba, nimeshafika na nimeshakaribia. Ila mjomba, hivi kitu gani kilichokufanya mpaka sasa usije kutuona kwa nyumba zako? Mjomba, maisha. Yaani sasa hivi unaambiwa usipojipanga utapanga. Sasa kwenye kupangwa hapo ndio kipengele. Sasa kupangwa inahusiana nini na kuja kuona wajomba zako mjomba? Lakini mjomba, mimi tuachane na haya kwanza. Huyu vipi kwa katika hali hii? Afadhali ba mkubwa umekuja. Maana hapa Swedi kakangu amebadilika kweli. Hata simuelewi sasa hivi. Umuelewe vipi? Yaani amebadilika. Hapa juzi tumekaa hapo kaanza kupiga makelele kama anayeweseka, mara anakimbia. Namuuliza we vipi, hajanijibu chochote, amekimbia. Na pia chengine, msiba umepita, so muda sana. Ananiambia mimi niolewe. Hata 40 haijaisha. Kila nikimwambia subiri hata 40 ipite, mkali kama ananilazimisha mimi niolewe. Ni hata simuelewi amekuaje. Sasa mwanangu, sio na wasiwasi. Mimi nimeshafika hapa. Na sitaondoka mapema mpaka nionane na Swedi. Unajua hata mimi nashangaa. Msiba huu umesikwa haraka. Na hata yeye kuhusu kuzika msiba. Yeye huyo ni mlitoa amri yazikwe saa 10, yeye akang'ang'ana azikwe saa 4 mpaka akafanikiwa jambo lake. Ni kweli mjomba, lakini hata mimi sielewi kitu chochote. Maana tu nini wazima marafiki zake walikuja hapa wakaniambia kwamba amedondoka. Na sijajua tatizo nini mpaka sasa hivi. Wewe unataka kuniambia mjomba hadi hivi sasa hujafuatilia swala mdogo wako kuanguka? Nilifuatilia pale alipodondoka. Kwenda pale lakini sikufanikiwa mpaka sasa hivi ninapokuambia. Nikienda pale nakuta mlango tu umefungwa kwa ile nyumba. Kwa hiyo sielewi tatizo nini mpaka sasa hivi. Na sijapata mwafaka wowote mjomba wangu. Yeye ndo kama unapomuona Ikramu jinsi alivyo. Basi sawa, mimi nitaenda kwenye hiyo nyumba. Nitaenda kuongea naye mwenye nyumba. Tujue chanzo ni nini. Hadi bwana mkubwa akaanguka niwe eneo. Basi sawa mjomba. Nakuaminia mjomba wangu. Usije ukatuangusha. Usijali mjomba, usijali. Unajua mjomba hapa mimi nipo peke yangu. Haya. Mjomba wangu nikuelewa. Haya mjomba. Bye. Ika mdogo wangu. Utapona, umesikia? Mungu yupo pamoja na wewe. Alokuumba na ndio atakusaidia. Umesikia mdogo wangu? Pole sana. Pole mdogo wangu. Unajua Temea ananichanganya sana kichwa changu. Ani lazima mimi nimsubiri hapa na nijue ratiba mimi nimetoa ya kuzika. Kwa nini aibadilishe? Afazike haraka. Si hata ana shida gani? Ni hata simuelewi. Navojua mimi katika msiba lazima wazee wawepo. Yeye asimamie ajipe majukumu wakati ni mtoto. Na wazee si mtupo. Yule ni mdogo wangu. Lazima mimi nihudhurie mazishi. Yeye anajipangia tu. Kwa kweli mimi nikela. Na sitaondoka, narudia tena. Sitaondoka mapema mpaka nionane naye hapa. Nimalize kabisa haya matatizo. Tiliti imekuwa na amani sasa hivi. Baba umekuja. Sasa. Haya sawa baba, ngoja nikakuandalia chote kitu basi. Habari. Safi, mambo. Poa vipi yake? Poa niambie. Safi za kuadimika. Ndio hizi. Haya kunatokea wapi na huko nenda? Natoka hapo sokoni naelekea nyumbani mara moja. Hapa nimemwasha dogo niko hea. I say. Kuna habari nimesikia hivi ni za kweli. Habari? Ndio.
Habari gani? Nimesikia Fioko amefariki kifo cha ghafla. Ni kweli. Kafariki kifo cha ghafla, hata sisi tunashangaa. Hajaumwa kweli? Hata hajaumwa. Mume wangu tu ameenda pale, kaita, mtu aitiki kaingia ndani kamkuta ameshafariki. Aisee, mimi nilitoka nikasikia tu bwana fulani amefariki. Aisee, yule msemo yani umenigusa sana. Ati kama ningekuwepo, ningewahi kwenye mazishi kwa kweli. Hata hivyo hujasikia hapa. Umesikia mkoani? Umesikia mkoani? Kwa nini? Kwa sababu tunajua mume wangu hapa yuko peke yake, afu bado ni mdogo. Kwa kina shemeji wakashauri azikiwe kule. Aisee, pole sana. Asante. Ndio hizo tushazoea, maana amri ya Mungu huwezi kuipinga. Ni kweli. Alichokipanga Mungu ndio hicho hicho. Binadamu hawezi kukipangua. Basi ngoja mimi niende, maana nimemwosha dogo, atakuwa analia sasa hivi. Haya bwana, sana. Poa. Na maana niki ni shetani hivi. Aisee. Kuna watu wameumbwa na roho za kinyama. Hivi kama nimemwona Swedi kapita. Ndiye huyo. Kamwite. Swedi. Alikuwa hapo ndani anakuja. So umepita tu mpaka ndani. Bila mimi kukuita hapa ungenyamkia. Mama shikamoo. Hata babangu kupika tu unaanza kunipa lawama. Mimi nimeona mmekaa hapa nikajua mna kikao yenyewe, ndio maana nikaamua kuingia ndani. Tumesalimiana? Hapana. Wao tungesalimiana muda gani? Mimi sinijua bado upo. Unajua wananifa? Wewe Swedi. Kwanza umenikera sana na mambo haya mawili. Kwa nini umemzika mdogo wangu mapema wakati nimekwambia kwamba huyu azikwe saa 10, wewe ukazika saa 4? Kwa sababu gani? Lakini baba, mimi naona kwa upande wangu sijakosea, kwa sababu humu ndani mtoto akiuma aliyobaki ndo mimi, na mimi nimeona ule mwili unazidi kuharibika, ndio maana nikaamua kuchukua maamuzi hayo. Ndio imetokea hivyo. Kwa mimi sijakosea baba. Unajisi hujakosea. Sawa. Swala la pili. Kwa nini unataka kumuozesha dadako mapema wakati unajua mpo kwenye kipindi cha huzuni? Kwa sababu gani? Lakini baba, swala la ndoa ni swala zuri baba, kwa sababu barua ishakuja. Tumesoma, inabidi aende kwa mmewe. Kama mimi hapa mwanao nishaoa, na yeye inabidi aolewe. Au nataka hangaika na vijana wa humu mtaani wampe mimba? Anayekuja kumpa shida nani kama sio mimi au wewe mwenyewe? Ila mimi dada nabumuelekeza, yeye anahisi mimi namforce aondoke hapa nyumbani ili kusudi mimi anahisi labda na research kibanda. Ndio akili zake yeye anahisi hivyo. Kaka, mimi nahisi hivyo. Wakati mimi nakwambia akasubiri hata 40 ipite. Tumetoka kuzika juzi tu. Leo unaniambia mimi niolewe. Sasa sikiza vizuri na unielewe vizuri. Sawa? Nataka muishi kwa kuelewana. Nataka muishi kwa kubaliana mazungumzo yenu. Sio mnapishana. Mimi ni mwinyi mnole, wewe ni mnole. Lakini mnolewe ni mdogo. Jua wazi kwamba kuna wakubwa wako, ndio sisi hapa. Hakuna kufanya maamuzi pasipo kushirikisha wakubwa. Ili tatizo sitaki lirudie tena. Nimekuelewa baba. Na dada mtu, unamheshimu kakako? Mimi namheshimu vizuri, ila yeye tu anavyojichetuaga. Na kaka mtu, umheshimu dada yako. Sawa baba, nimekuelewa. Mimi nimemaliza. Kama una shughuli zako kafanya. Sawa baba, baadaye baba. Mimi nipo ndani. Haya. Mwanangu. Yaani bora baba ulivyoongea naye. Maana hatakuwa na mwelekeo sasa hivi na mimi tutaishi kwa furaha. Likitokea tatizo lingine lolote tu nifahamishe. Sawa baba. Umeelewa? Nimeelewa.
Mimi ndo mnole nilobakia mkubwa, huyu ni mnole mdogo. Na wewe ni binti mnole. Basi sawa baba. Haya baba, asante. Haya sawa. Ngoja mimi nipo ndani kuna suza vyombo. Haya. Mkuu, kwani kuna nini? Kitendo kilichofanyika Tanga kukiona? Unaona mkuu. Sasa tunachukua jukumu gani? Au kwa ajili ya uchawi wa kulisi? Na kuombeni kwa sasa hivi, kama walioleta wao madharau, na sisi tuitishe kikao, tuje na wao tuwadharau. Mmenisikia? Mmenielewa? Hawezi kutudhalilisha sisi kama wageni wao. Yaani sikupendezewa kabisa kutunyanyaswa, na wakati sisi wao ndio tuahidi tuende kwao tukafanye sherehe ya kudhalilishana. Swedi, umeona? Mtafurahi sana vijana wangu kama tukilipiza kisasi. Lazima tuwaonyeshe mkuu. Na wewe ndio utakopeleka taarifa. Umenisikia? Nimekusikia mkuu, kwa amri yako. Umenisikia? Nimekusikia mkuu. Au kuona unavyodhalilishwa? Nimeona mkuu na sijapenda. Sasa kazi itaanza. Swedi, umenisikia? Nimekusikia mkuu. Naomba tufanye haraka ili tuwaite watu wa Tanga na wao waje tuwafanye madharau kama walivyofanyia wao. Anateseka kwa ilagano aliloliweka, Nitu naye anahangaika kwa cheo anachokitaka. Sapu naye anateseka kwa ilagano aliloliweka, Nitu naye anahangaika kwa cheo anachokitaka. Ilagano mama, ilagano ilagano